the sectors like the land, the education, the youth and the unemployment zilipowekwa pamoja into those sectors, tutaweza kutafuta a designer ambaye aliweka the ink on paper. After putting the ink on paper is when we decided now let's start engaging the aspirants, so that the way forward we want to ensure we work with you aspirants, especially those who will be voted in, and for that reason I believe Bwana Igathe will be voted in as the 5th governor. And at that time when you've been voted in, we want to work with you this journey. We want to ensure that we give timelines to the implementation of that journey. We want our issues to get into the CIP so that by the time we start implementing, they are recognized under the County Integrated Development Program. Thank you so much and may God bless you. Tumpigie makofi Rosina sana. Na kwanza kabisa nataka kurekodi watu ambao kwa hapa. Mheshimiwa Steven Kani Kiponyo tumpigie makofi. Alafu vile vile wiper candidate mkuu kwa Ruben Modoni Mande. Alafu pia nimemwona former pipeline MCA Bwana Kadiri. Mama yetu huyu ni former pipeline MCA. Alafu vile vile tuko na former deputy speaker Bwana Ken Ngondi. Alafu vile vile tuko na Job Lititi ambaye ni aspiring ama candidate mkuu kwa Ruben. Alafu vile vile tuko na mama Fani Abuti. Alafu vile vile tuko na Kevin Odongo. Tupigie makofi. Alafu vile vile tuko na Joseph Musaren. Haya. Alafu vile vile tuko na Alex Mokua. Tumpigie makofi. Haya. Alafu vile vile uko nani? Ninawataja wote. Scholastica ninamtaja. Haya. Nataka twende kwa issues. Na hizi issues zitakuwa projected tafadhali. Na kabla ziweze kuwa projected, naomba ule mzungumzaji ambaye anazungumzia swala la ardhi. Haya. Wapi Patrick azungumzia mambo na maji? Patrick leo. Haya, tumpatie nafasi Patrick aweze kuzungumza. Haya, mpe kipaza sauti. Check. Patrick. Aya, sawa. Kwa hivyo vile Kakabera amesema tuna project, kuna small video of 1 minute. Mheshimiwa Alono tutasongesha viti so that we can face the screen. We watch that small video of 1 minute. Just here Mheshimiwa kidogo tu hapa. Aya, sawa. Hata simama sana tupe kazi. Hata simama kwa tupe kazi. Aya, dakika moja tu, it's a small video of 1 minute. Alafu tutaendelea. Aya, you can also watch from wherever you are, huko nyuma, sawa. Aya. Aya, tunyamaze ndio tusikie sauti tafadhali. Aya, tunyamaze ndio tusikie sauti ya hiyo video wherever we are please. Aya, dakika moja tu. Aya, sawa. Dakika moja ndio hiyo inawekwa. Okay. Play. Aya, tunyamaze tusikie tafadhali. Tunyamaze tusikie.
mnyamaze tusikie. Wanawekea sauti. Robert, sauti. Ni infographic pia we can read tafadhali. Sawa, itashughulikiwa, dakika moja ishe. Aya, sawa. Aya, kaka Beru. Thank you so much. Atengo watashughulikia mambo na sauti. Sawa. Kwa hivyo Patrick aweze kuzungumzia kwa dakika moja kwa sababu ya muda. Karibu Patrick. Asante sana. Hamjambo. Kwa majina naitwa Ken, natoka huko viwandani, base inaitwa Gakuyo. Mhesh, venye umeona huku Mukuru tunakuanga na shida ya maji sana. Maji inakujanga inapotea, na ile maji yenye tunapata ikuagi safe. Ndio maana unaona tunapatanga magonjwa kama typhoid, cholera, outbreaks zinakuanga very common huku. Sasa tulikuwa tunadai kuuliza kama watu wa Mukuru, tukikuchagua utatusaidiaje kupata maji safe na affordable? Asante. Wow, thank you so much. Tunaenda kwa second item ambayo ni masuala na afya. Health. Kuna hospitali hapa, si ndio? Ziko sawa? Ziko na madawa? Nataka Rose ndio aweze kuzungumzia swala hili, lakini kabla ya hapo zungumza Rose. Wana Mukuru mupo? Wana huduma mupo? Afya yetu iko aje? Sawa. Bwana Governor na Kaloki, majina yangu naitwa Rose Mbithe. Mimi ni mhudumu wa afya. As you can see, niko NMS na niko kijiji. Mr. Governor, afya yetu kijijini iko na shida kwa sababu moja. Wakati tulikuwa tunaishi, tulikuwa na hospitali moja ambayo ni Ruben Center, na wakati kitambo ilikuwa dispensary. Lakini kupitia uongozi wa Madam Zibora imetembea mpaka ikakuwa level 3. Hiyo ndio ilifanya president wetu akuja huku kuangalia hii mnyama inaitwa Ruben Center ni gani, na akakuja. Tumetoka mbali.
wakati wa mama wetu walikuwa wanazalia kwa kijiji, wanapata complications nyingi sababu hatukuwa na mahali ya kuwapeleka. Lakini I thank God sababu Ruben Center wakati ilikuwa level 3 wakafungua maternity. I'm happy kwa kuwa saa hizi wamama wazalii kule wakikufa tuko safe tukiwa na maternity ya wapi? Ya Ruben. Wanaavya ni ukweli. Wanaavya ni ukweli. Wakati Ruben Center ilimulikwa ikaona, naomba ikaona kuna kuna haja sababu population ya Ruben ni nyingi, ndio serikali ikakuja katupatia maendeleo. Lakini challenge yenye iko pale, ngoja kwanza Rose, tafadhali naomba tusikizane. Sisi ni watu wazima, acha zungumze. Hizi ni issues zinafuta hapa Mukuru. Naomba tutulie, naomba tutulie tafadhali. Mtuelewane sawa sawa. Serikali ikaona ni vizuri watuletee hospitali nyingine. Na tunafurahi kwamba zote zina hapo safi. Lakini changamoto ni moja. Kule hakuna madawa. Watu wanaenda kule wanaandikiwa dawa kuja kununua na hawana chochote. Kwa hivyo Mr. Governor na deputy wako, wakati utakapoingia pale kwa uwezo aliye juu, ujali watu wa Mukuru. Ile hospitali haina ambulance, wanasafiwa na hii ya Ruben na itaweza. Kwa hivyo tunaomba utakapofika pale hapo, sababu Mungu atakupeleka pale. Sawa. Wananchi tutulie. Unasikia? Unasikia? Tunyamaze kwanza. Na tuko na ahadi hujatimiza. Ilikuwa tarehe 5 na hujatimiza mpaka wa leo. Sawa. Tutulie. Watu wa Mukuru, si mnajua sisi ni watu organized. And organized kama tunapiga kelele, tutulie wa present sawa. Thank you. Tuna watch video, sauti iko sawa. Tunaenda katika swala la elimu. Anto. Tupatie Anto nafasi ya present elimu tafadhali. Anto, proceed. Watu wa Mukuru oye! Watu wa Mukuru wa mjambo. Kwa jina ni Anton Musyoka, bwana governor. Niko chuo kikuu cha Nairobi sahi, nafanya bachelor's of civil law. Sasa mimi na present issue ya elimu na bwana governor, sina haja nishike hii manifesto, ni mimi nilitengeneza, ninajua chenye kiko ndani. Upande wa masomo Mr. Governor, sisi upande wa Mukuru yote, iwe ni viwandani, iwe ni Ruben, iwe ni kwa jenga, tuko na shida mingi zaidi. Shule za public hatuna kabisa. Watoto shuleni hawana chakula kabisa mheshimiwa. Watoto shuleni hawana maji safi mheshimiwa. Wazazi manyumbani hawana pesa ya kulipia watoto karo mheshimiwa. Mheshimiwa, tunataka ukiingia kwa kiti ya ugavana umeki sure shule zetu zimekuwa na feeding program, na sio shule za ubinafsi peke yake, sio shule za serikali peke yake, mpaka shule ya private mheshimiwa. Pia tunasema mheshimiwa, ukiingia pale shule, watoto wetu ongeza shule za serikali ziwe pale na zikuwa na walimu ambao wamehitimu mheshimiwa. Kwa mengi na machache, acha niongelelee ya mwisho tu peke yake na niende. 100% transition mheshimiwa, watoto wetu wakimaliza class 8 hawaendi secondary school sababu hatuna vya kutosha pesa mheshimiwa. Sasa hivi tukiongea, tuko na mtoto anaitwa Mary Mukuru kwa Njenga, anachawai ingia form 1. Msichana mwenyewe ako hapa, utapewa. Sasa hivi umpeleke shule mheshimiwa.
Sasa. Thank you so much. Uyoona tukue na siku njema. Hiyo ndio issue yenye tulikuwa nayo katika masomo. Pigia Anthony makofi. Tunaenda kwa swala la usafi, sanitation. Wangara karibu. Tusikie Wangara akizungumzia swala la sanitation tafadhali. Hello, habari zenyu? Habari zenyu? Mimi naweza ongelelea sanitation. Kwa nyumba zetu hatuna choo, hatuna sewer line, hatuna private toilet. Watu ni wengi wanatumia vibaya na pia mazingira yetu haiko safi. Iko chafu vibaya. Tunaona pale chini kwa river, Nairobi river, imemwagwa vibaya, takataka imemwagwa vibaya. Pia tunataka tutengenezewe wastage management, tuweke recycling, tuweke vitu mingi. Na pia nilikuwa nataka kuongelelea about women. Nilikuwa dhani women rep wetu anakuja lakini anakuja. Nilikuwa nataka kuongelelea about women. Wasichana wetu wana pads shule, wanakosa pad. Nilikuwa na request kila mwezi pad zikuwe zinakuja shule. Wasichana wana nini kila mwezi, private na public, secondary na primary wako wanaletwa pads. Pia wasichana wetu pia wanahitaji motivation. Watu wengi wanastadi, wamesoma kama mimi nimesoma, lakini hata kuna makazi, wanabaki tu wanaolewa mapema. So inabidi sasa uko naangalia hiyo place utu empower kama women. Tumpigie makofi Wangara. Kwa hivyo tunaenda kwa swala la SPA. Stella karibu. Stella azungumzie swala la SPA tafadhali Stella. Kama Stella yupo karibu, tunaenda kuzungumzia swala la stima. Electricity. Joyce yuko hapo. Karibu Joyce. Nasikia watu wanamaliza mwaka moja bila stima bwana gavana. Hawana stima. Watu wa Mkuru hamjambo. Hamjambo tena. Bwana gavana hujambo. Naitwa Joyce Mwikali, mimi ni mkazi wa Mkuru kwa Njenga. Na shida yenye tunapitia Mkuru kwa Njenga, hata before tukija tubomoleo, walikuja wakatubebea Thomas, wakatuwekea vikingi, wakatuambia wanatuwekea token, ambapo hizo token hatukuona. Token kuleta ilikuwa ni kumbe ni tractor ilikuwa inakuja kutubomolea. Sasa nilikuwa nauliza hivi kama watu wa Mkuru kwa Njenga, hiyo kitu ukipata utatusaidiaje kuhusiana na stima? Asante. Asante, tumpigie makofi. Thank you so much. Tunaenda kwa swala nyeti hapa. Wangapi wana kazi? Wangapi wana kazi? Swala la ukosefu wa ajira. Kuja kuzungumzia. Tufuatilie Mheshimiwa Edwin Sifuna Njira. Karibu sana Mheshimiwa Edwin Sifuna. Asante, karibu. Sawa. Tusikie kiongozi. Sawa. Sawa wananchi, tusikie sawa. Tutulie, tunataka tusikie kijana wetu hapa masuala ya ajira kwa vijana. Karibu sana, tuendelee. Tutulie. Halo. Naitwa Kotes, bwana gavana. Ile kitu inafanya hapo kumetea sana kukuona hatuna nisiko kazi hawana job. Sasa nimeona manifesto yako umesema kila ward itakuwa na vijana 100 wataenda kwa county. Ile kitu tunaweza taka ni ukiingia make sure kila ward blote hizo ward zikiwa 45 vijana wameenda job. Pia hii mambo ya usafi na environment, pia hii mambo ya takataka tukirokota inakuja inachukuliwa inapelekwa mpaka huko ndio vijana wapate job. Na pia county tumekuwa tumekosa pesa ya county ya kuanzisha mabiashara. Kama vile tuko na youth fund, hii mambo ya water fund, pia tunaweza kuwa na kit ya county ndio pia upate kwa access ya kuanzisha biashara. Iko rahisi. Asante. Tutulie. Viongozi wako hapa.
Gavana ako hapa, MCA wako hapa. Sitakuwa nafasi wasikilize leo. Sasa tuwasikie, saa hizi ndio chance mko nayo. Haya, usio unajua tunataka tuharakishe ndio sana. We are presenting issues. Sawa. Tunapeana issues. Sio tu tuharakishane tu wakati hapana. Haya, tunataka kuzungumzia swala la uongozi, masuala ya governance. Karibu sana Bwana Eric. Halo, watu wa Mukuru wa mjambo. Kwa majina naitwa Eric Ambuche. Mimi ni mkazi wa Mukuru. Mimi ni mkazi wa hapa Mukuru. Nataka kushukuru governor. Nataka kushukuru. Halo, watu wa Mukuru. Governor mtarajia ambaye ni Polycarp Igathe na watu wake na wasalimu. Mambo ya uongozi kwa watu wa Mukuru. Ukiwa governor wewe ni kama small president, na watu wa Mukuru wangeomba kwamba wakati utaingia include watu wa Mukuru katika management au maendeleo vikamilifu. Madhumuni ya huu mkutano ni kwamba tunapeana matakwa yetu kama watu wa Mukuru kwa governor mtarajiwa Mheshimiwa Polycarp Igathe. Atoe commitment ama hakikisho kwetu kuwa akiingia City Hall atatekeleza hizo nguzo ambazo tutamkabili leo. Watu wa Mukuru watoke kwa maisha ya uchochole na waishi maisha kama binadamu. Tuhusishe watu wa Mukuru katika mpangilio wako wote pale wakati utaingia pale City Hall kama governor wa Nairobi. Kwa sababu ya muda sitaingia kwa mambo mengi, ongea kuhusu governance. Asante bwana governor. Shukrani sana. Thank you so much bwana. Kwa hivyo tunafanya namna gani? Tunaenda katika swala la pili na la mwisho zaidi. Tunazungumzia swala la SPA. Karibu Paris. Karibu. Habari zenyu. Naitwa Peri Sale, natoka hapo Simba Cool, Ruben. Na leo bwana governor nataka kuongelea story ya SPA. Hiyo ni special planning area. Mukuru ilikuwa declared na at least tumeona maendeleo imeanza. So watu tunasema bwana governor ukue na sisi kwa hii jani. Juu bado tunataka maji vile walikuwa wamesema tunaekewa. Bado tunataka high schools bado zijaekwa. So tunaweza taka ukue part of SPA. Tuendelee ukutuletee hizi maendeleo na pia sisi kama wana Mukuru tutafurahia. Na pia bwana governor masuala ya young mothers tungependa sana utu include kama kwa mabiashara kukiwa na hizo funds za business support. Pia sisi wana Mukuru young mothers tuko wengi na tunaweza panda utu support kwa biashara. Shukrani sana. Sasa nataka kuleta Rufina sema azungumzia swala la issue ya land imekuwa kizungumkuti katika Mukuru. Tumeona katika manifesto yako wewe uliotengeneza, you are talking about title deeds. But what we want to bring to your attention is, it is not enough to have a title deed without having a policy and a program that protects the human beings from being forcefully evicted. The forceful evictions have really eaten into our lives. The more of Kwanjenga. I was one of those who were involved in developing the evictions and resettlement guidelines in 2012-2013. And what we it to Parliament through Honorable Shakil Shabil. It was when the first time is supposed to be
Nimesema kwamba nilihusika katika kudevelop evictions and resettlement bill, na iliposoma kwa parliament mara moja ililala, ilisoma 2015. Tukapiga kura 2017, haikuweza kushughulikiwa. Tuko tayari kupiga kura 2022. What are you going to do? In which timelines will you ensure the evictions and resettlement land bill is passed so that we can have it to protect ourselves against forceful evictions? Thank you so much. Tunapigia makofi. Anazungumzia swala nyeti, swala muhimu sana, swala la ardhi. Na tukimaliza kabisa, I want to welcome Dr. Nan ambaye ana project inaitwa Wajiku. Wanazungumzia issues ambazo inafaa waweze kuzihandle. Karibu sana Nel. Asanteni. Sasa